Haleluya, wana wa Mungu. Mungu wetu ni mwema sana, ambaye tena ametupa uzima. Uzima huu katika kipindi hiki cha sikukuu ya Pasaka tunapaswa kujua, kwa sababu watu wengi wanaongea mengi kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka. Wengine wanasema ni mwezi wa kafara, wanasema mwezi huu ni mwezi wa kafara. Nani aliyekwambia mwezi huu ni mwezi wa kafara? Nani aliyekwambia mwezi wa 4 kwamba ni mwezi wa kafara? Ni nani aliyekwambia? Ni andiko gani ambapo limeandikwa kwamba mwezi wa 4 ni mwezi wa kafara? Mimi ninachojua, huwa tunaadhimisha sikukuu ya Pasaka. Hatuadhimishi kwa habari ya kafara, kwamba watu wanasema mwezi wa 4 ni mwezi wa ajali barabarani, tena kwa sababu kuna uchaguzi sijui ni na nini. Sikiliza ndugu yangu, usipende kumpa ibilisi nguvu. Unapokuwa unampa ibilisi nguvu, naye anaanzia hapo hapo kufanya kazi yake. Kweli ni kwamba Yesu Kristo alishamaliza pale msalabani Golgotha. Alimaliza kazi yote pale msalabani. Ndo hicho ambacho tunakumbuka. Hatukumbuki kafara za watu, hatukumbuki ajali barabarani, hatukumbuki madudu ya namna yoyote ile. Tunakumbuka habari za Yesu Kristo, kazi njema aliyomaliza pale msalabani. Kwa hiyo Godly and KVY hapa mimi nakumbuka kwamba Yesu Kristo amenifanya kuwa Mkristo kwa sababu ya ule msalaba. Kwa hiyo bila ule msalaba nisingekuwa Mkristo. Wengi tunajua Ukristo ulianzia pale Antiokia. Mimi na wewe tukaitwa Wakristo kwa sababu tunamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwa hiyo ndugu yangu mbona unanisikia, achana na bla bla kusema kwamba si mwezi wa kafara, achana na bla bla. Tunachojua ni kwamba tunaadhimisha Pasaka, tunaadhimisha mateso ya Yesu Kristo. Tunakumbuka siku ambayo Yesu Kristo alikufa, ambayo alifufuka. Tunaadhimisha siku hizo. Pale kazi timilifu iliyofanyika pale msalabani, hiyo peke yake ndio ambayo tunaiadhimisha. Sababu hiyo ni kazi kubwa sana. Ibilisi hiyo kazi anayoogopa sana. Ndio maana anaanza anazusha mambo. Anakuambia kwamba makafara, anakuambia kwamba sijui nini. Kwa hiyo anazusha mambo ili uanze kufikiria vitu vingine, usifikirie ile kazi ya msalabani. Kwa Yesu Kristo akubariki wewe ambaye upo hai leo, na akutie nguvu kwa ajili ya kazi ambayo inafanyika. Akutie nguvu kwa kweli, kwa sababu kazi aliyofanya msalabani alisema imekwisha. Manake hakuna kafara ambayo itasimama mbele ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu ilishamwagika. Hakuna kafara ya mnyama yoyote, wala ya ndege yoyote, wala ya mdudu yoyote itakayoweza kushinda damu ya Yesu. Kwa hiyo damu ya Yesu ilipokuwa imemwagika, ilimwagika kwa ushindi wa hali ya juu. Hiyo damu ya Yesu ilimwagika kwa ushindi wa hali ya juu. Sasa ndo maana mimi na wewe tumeitwa washindi. Tumekuwa washindi dhidi ya nguvu za giza. Sasa mtu akitokea anakuambia huu ni mwezi wa kafara, yani manake anamtangazia nani sasa? Anamtangazia nani kwamba huu ni mwezi wa kafara? Anamtangazia nani? Mwezi wa kafara, wewe umejuaje kama ni mwezi wa kafara? Manake kwamba wewe ni miongoni mwa watu wa makafara, na hauwezi ukawatoa makafara wanaoiamini damu ya Yesu. Utawatoa makafara hao ambao wako nje ya damu ya Yesu. Kila ambaye yuko ndani ya damu ya Yesu, damu ya Yesu inaongea mema, inanena mema. Kwa hiyo kama damu ya Yesu inanena mema, kafara lolote halitafanikiwa kwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo ndugu yangu, usiogope kwamba sijui mwezi wa makafara, kwamba sijui mwezi huu ni mwezi mbaya, umeandamana sijui sikukuu 2 zimefuatana, kwa hiyo makafara yatakuwa mengi. Achana na hizo takataka. Mungu wetu yeye anasema damu yake Yesu Kristo inanena mema. Hasa mema siku zote huwa yanaushinda ubaya. Kwa hiyo hao ambao wanawaza kufanya ubaya katika mwezi huu, manake damu ya Yesu inaongea mema mwezi huu. Inaongea mema kila ambapo Mkristo yupo. Mahali popote unapokanyaga Mkristo, damu ya Yesu inaongea mema. Kwa hiyo damu ya Yesu ikiongea mema, hakuna ajari, hakuna ubaya wowote, kwa sababu damu ya Yesu inaongea mema. Kila kazi ya adui shetani ambayo amekusudia kiukweli kwenye maisha ya Mkristo inakuwa ni ngumu sana kutimia, kama tu unatembea katika viwango vya ujasiri, umeshatoka kwenye viwango vya hofu. Kwa hiyo huyo ambaye anaongea mwezi wa kafara, hilo ni pandikizi la shetani ndani ya watu.
anawapandia watu hofu ili kumpa ibilisi nguvu. Kwa maana shetani anafanya kazi palipo na hofu, lakini palipo na ujasiri, palipo na uhodari na ushujaa, palipo na roho ya Mungu, shetani hathubutu kufanya kazi. Kwa hiyo ndugu yangu ambao unanisikia siku njema leo, nimesema naitwa Godly NKVI, mwana hip hop, mwana gospel hip hop Tanzania. Nakwambia tu ya kwamba tusonge mbele. Tusonge mbele katika imani, tusonge mbele katika wokovu bila kujali maneno bla bla za watu. Watu wana bla bla nyingi sana ili kuhakikisha kwamba wewe wanaondoa imani yako, wanaweka hofu. Wanaweka mashaka ndani. Asa sikiliza ndugu yangu mbona nisikia. Hayo mashaka ambayo unayapokea na kuyakubali yanafanya wewe uweze kuingia kwenye mfumo wao. Unaingia kwenye mfumo, ule mfumo ambao wameuandaa. Kwa hiyo Mungu akubariki sana wewe ambaye hautakubali kuingia kwenye mfumo wa adui shetani. Hautakubali kuingia kwenye mfumo wa nguvu za giza ambazo watu wanazitangaza usiku na mchana. Watu wanazihubiri, tena ni watumishi wa Mungu kabisa. Wanaongea habari za nguvu za giza. Baada ya kuongea habari za kazi iliyofanyika pale msalabani, wanaongea habari za nguvu za giza. Nguvu za giza, mapepo, majini, mashetani, sijui kuzimu, sijui jehanamu. Hivyo vyote vinamfanya mtu anayesikia ambaye hana maarifa ya kweli anaingiwa na hofu. Akishaingia na hofu, shetani anafly, anamkamata mtu huyu. Kwa ndugu yangu, itupe nje hofu, maana hofu ina adhabu. Kwa hiyo ili uepuke adhabu, tembea katika ujasiri. Achana kusikiliza bla bla za uongo, bla bla za uongo. Kwa sikiliza habari ya kweli tu ambayo inakutia nguvu. Usonge mbele, wewe hapo ni mwana wa Mungu. Hakuna ubaya kwa sababu unatembea katika njia iliyo njema, na damu ya Yesu ilishamwagika kwa kupigwa kwake sisi, kwa kupigwa kwake Yesu. Maandiko yanasema tumeshapona sisi. Yaani timisi na wewe umeshapona. Maana umepona nini? Hofu haitakiwi ikae ndani yako. Mashaka yasikae ndani yako. Songa mbele ndugu yangu, utamwona Mungu akikupigania, akikushindia. Shalom mwana wa Mungu, nikuage niseme haleluya. Shalom, bye bye. Kukata unashangaa.